Ndugu yangu, kinachokudanganya ni hii pete. Hii pete ndiyo inakufanya wewe umwamini. Hadi sasa ndugu yangu, nashindwa hata kuelewa. Kichwa kinazidi kuniuma. Nilichokiona siku ya jana kinafanana kabisa na nilichotoka kwa hadithi ya juzi. Hili jambo linaendelea kuniumiza kichwa mara kwa mara. Nilishazungumza na wewe zaidi ya mara moja. Upasi kuamini kiumbe ambacho kinakuja kwako muda kinachotaka tu. Lakini naona kama unielewi ndugu yangu. Hujui ana lengo gani na wewe. Hebu jaribu kunielewa hichi ambacho nakwambia. Kaka, kukuelewa mbona ni kitu kidogo sana. Lakini kama ungemuona ndo ungejua mimi nazungumza nini. Ni mara ya 3 sasa. Kila akija nashindwa kumuelewa. Lakini kilichonishangaza ni kuhusu hiyo pete. Asubuhi nimeamka na pete kidoleni. Kaka, ndugu yangu, narudia kwako kwa mara nyingine. Hicho kiumbe sio kiumbe sahihi kwako. Kwa sababu haujui amekuja kwa lengo gani kwako. Na ni nini sababu wewe kumwamini kiasi hicho? lakini unajua ni anahisia kama binadamu wengine. Anapenda kama wanapopenda watu wengine. Unasemaje binadamu? Wakati tayari alikwisha kuambia kuwa yeye ni jini. Hicho kiumbe hupaswi kukiamini ndugu yangu. Unajua kuna muda natamani kuwa ni ndoto tu na niwe naota nishtuke. Lakini mpaka nakuita yeye naongea na ndugu yangu hivi, najua kabisa hii sio ndoto. Hiyo pete nina imani nayo 90%. Sikuwa na pete kwenye kidole changu aina hiyo. Ni yeye ndio kaja naye na ndiye alinivisha hapa. Unajua Waswahili wanasema sikio la kufa huwa halisikii dawa. Na hicho ndicho ninachokiona kwako. Kwa sababu tu sio yeye ambaye amekukuta. Siku moja akitokea natamani ungekuepo kumuona. Vitu vyako kabisa. Vitu vyako na kukujua wewe. Acha tuombe Mungu awe ni mwenye amani na mwenye upendo kweli. Mimi nitajua naruka naye vipi. Wacha nisubiri hiyo siku. Nitajua jinsi gani kuruka naye. Ila nakuomba ushike maneno yangu. Achana na hicho kiumbe. Kitakupotezea tu muda wako. Omari, mimi nafikiri nimekuelewa. Nitaendelea kulifanyia kazi na kulifikiria kama mara kwanza ulivyonishauri. Ila ule binti kaka ni mzuri sana.